Hello guys, it's CFIG TV tukiwa hapa mitaa ya Kisiwa Technical Training Institute, na tuweza pia kuingia kwenye shule na tumepata hafla fulani inaendelea. Ni vizuri pia tujuze ni hafla gani na vile vile umuhimu wake ni upi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Moffat. Mimi ni comrade Bungoma National Polytechnic. Tumekuja inaitwa dance class ama inaitwa workshop ya dance. So hii na waki hivi like tunapata shule kama hii Kisiwa iko na a group of talented dancers. Bungoma Poly iko na group of talented dancers. Shule nyingine kwa Kibabii kuna talented but sio tuko anaonekana tujuane tunaungana. So we come together, tunashaidia, tunasema sisi ni dancer wa hii tuko na this. Sisi ni dancer wa hii tuko na this. So we put together, tunawapea wenye hawana, tunawapatia wenye tunapatiwa, tunajuana, tunawaka za group. Sio ni majezi na waka za group. Na labda nini iliwasukuma mpaka mkaamua kufanya kitu cha aina hii? Challenge gani mlipitia, hizo changamoto ambazo mlipitia mkaona labda mkitumia mbinu kama hii mweza kupenya nyinyi kama wasanii haswa wa kucheza? Challenge ya kwanza unapata last year, mwaka uliopita, modern dance. Team nambari ile national na ile East Africa haikuwa from Bungoma. Naelewa. Ilikuwa from Usikiwa wa Taita ama Usikiwa Kalenjin na Gate. So kitu kama inapata like Bungoma wa down, tuko chini, yani tuko chini sana. Vitu kama like hii mwaka tukikuja pamoja tufanye kitu pamoja, hata kama tuna compete wenyewe, lakini at least group na national East Africa toke Bungoma. Unaona kitu kama hiyo. Sio ni kitu sana ukasema acha kitu kama hii waka za group. Yeah. Na labda kufikia sasa mazoezi vile mnapoendelea kufanya, vile mnapoendelea kuja pamoja hivi katika shule mbalimbali, labda nyinyi kama wanafunzi, labda kuna culture, hii workshop ni ya modern ama kuna cultural dances pia zinahusishwa katika hii workshop? Hii workshop kuna specific, kuna workshop ya kanisa, kuna workshop ya umeona kwa kanisa, kuna workshop ya CU, kuna workshop ya YCS na Gate. So wakihost CU, YCS hawezi kuwa hapo na Gate. Sasa hii ni workshop ya dance, modern dance, not traditional dance, modern dance. Wakihost ile traditional dance, sio sisi tutakuja, watu wa traditional dance watakuja. Umeelewa? Sasa hii ni modern dance. Na labda kidogo tu nikuulize, mbona usifanye dance ya kitamaduni? Pia una tamaduni naelewa. Mbona usifanye dance ya kitamaduni ukaamua vile ukaona labda dance ya kisasa inaweza sana kuliko ya kitamaduni? Swali gumu. Kitamaduni, unajua kitamaduni, unajua hii inaitwa modern. Na kitamaduni inataka kupiga kitambo, ushike, yani hizo mangozi, hizo kama ni mabega, yani unapiga hizo old school. Sasa hizi ni majenzi. Mimi kijana niko 20 years. Bora nipige vitu za wazee huko. I'm still young bro. Lazima uwezoe. Nataka nipigize mwili mwili nayo mimi nipige mapanga leo sana piga vitu za mabega za kitambo. Hiyo ndio mwenyewe, sio mimi, lakini wapo pia. Sio wapo. Vitu kiasi wataonekana watu. Labda nikikutuma uende ukaambia wale wa cultural dance pia waende waweze kufanya vitu vya aina hii. Manake nafikiri hapa ni mahali pa kwanza nashuhudia kitu cha aina hii na ni kitu kizuri pia, nawashukuru sana. Lakini ningependa tu nikutume wahimize wale ambao wamebaki shuleni kwa ajili ya dance za kitamaduni pia wafanye kitu cha aina hii. Ujumbe huo unachukulia vipi? Ujumbe huo ni wa busara, kwa sababu utapata tuna gain side zote. Unajua ningependa by the way kuna competitions ziko regional full. Una regional ziko full. Na sio competition ya modern dance pekee yake, kutakuwa na traditional dance, changanywa hizo zote, play ziko, unaona. So at least kama kuna wenye wako na traditional dance wenye wana dance hizo pia, wamecho wanakama pamoja waone kitu kama hii, group pamoja za group. Kama kuna play wanapiga play wakama pamoja waone kitu kama hii. Kama kuna wanapiga narrative wakutane pia workshop kupige kitu kama hii. At least inasaidia you gain ideas from different, you gain ideas from different people na group. Na labda nikuulize tu kiufupi, tuambie nani alikuinspire wewe kuja kuwa dancer wa modern? Mimi ni kitu nilizaliwa nayo. Iko kwa damu. Kitu tena mimi ni mwepesi tu. Flexible. Yani naruka tu. So ni kitu yenye iko ndani ya mwili. Mimi ni mwepesi. Mimi ni mkonde tu. Uko flexible. Unaweza fanya kitu chochote. Naruka mapi, so that just mapanga leo unaruka nayo. Ndani yangu. Na labda yule mtu ambaye anafikiria labda kujoin dance ama anafikiria kufanya kitu cha aina hii, unamwambia vipi? Kwanza kuna ile mentality watu udhani kwamba wanapiga modern dance kutumia miadarati.
Ni uongo. Watu wanadanza watumia miadarati. Kuna hii mentality imekuwa toka kitambo, watu wanapiga modern dance, wanatumia sana miadarati. Haipo sasa kutumia miadarati. Na uko sawa? Na niko sawa. Na nilipa. Niko sawa. Niko hapa nimekuja niko sawa. Sijatumia miadarati, sijalewa niko sawa. Umeona? So hiyo challenge kama tunaweza didimia yani iishe tu. Watu waelewe kwamba dance za kisasa ni talanta kawaida, ni kama za kitamaduni. Ni talanta. Miadarati. Ni talanta tu. Ni kitu tumezaliwa na sisi kama mimi. Ninaweza amka asubuhi kwa usingizi na nianze kudance. Sijalewa uko soba. Sawa. So watu wape ile mentality ya dance wanatumia miadarati. Na wale madansa ambao kwamba labda huenda wanatumia miadarati ama wanafikiria labda wakitumia miadarati waweza piga dance vile inavyofaa, unawapa wasia upi? Hatuwajui, tukiwajua tunawafukuza. Hata kama tuko hapa hivi, tuwajue kitu wanatumia miadarati amshatumia hapa. Unatimuliwa. Ule mwenye anajificha akitumia kimpata, wewe unatuharibia jina. Tunakutimua. Labda wewe kama dancer ni challenge gani umepitia wewe at personal level? Challenge gani ambayo umepitia? Challenge ya kwanza, dancers ni wengi Kenya. Talented dancers wako wengi. Okay. So kitambuku kama hapo ufike level fulani ni mtu gani anafika. Inakuhitaji enough time, kila kitu wewe unafaa kujitolea enough. Umeona? So ni challenge nimekuwa nayo like society kuna dancers wengi. Umeona? Kila mtu atakuwa dancer. Kila mtu ni dancer, kila madanza ni wengi. So unaona? So inabidi before ufike hapa juu, unafaa ukue kwanza unafagia hapa chini, unafagia. Nini msingi? Na unaona unafagia hapa chini hapa pia si wanyonge. Si wanyonge pia wanapiga. Wanajituma vibaya sana kwa naamka asubuhi anafanya sasa anakimbia. So hiyo ni challenge kubwa sana I personally. Ninataka ukue na bidii. Na kwa uwe na bidii. Usije place kama ikifika na sababu na bidii. Na labda faida ambayo umepata kutokana na hizi dance ni zipi? Kiufupi tu kueleza faida, alafu kidogo tuambie katika mtandao mtu akitaka kutafuta labda anataka wasia zaidi kuhusiana na vile wewe umefaulu katika dance, vile unajitaje katika mitandao mbalimbali. Kwanza mimi ni TikToker mkubwa sana wa Bungoma Poli. Naitwa Virgin Zombie. Nikani kila mahali Virgin Zombie. Mimi hufanya interview. Then umeniuliza faida ambazo umepata kutokana na dance. Faida dance. Siko hizi kama Mombasa. Dance imenipeleka Mombasa. Kwa sababu ya dance imenipeleka Taita Taveta. Dance imenipeleka Mombasa. Dance imenipeleka Uganda. Dance imenipeleka Tanzania. Dance imenipeleka wapi Eldoret. Dance yenyewe hata mzazi hajawahi nipeleka. Mzazi hajawahi nipeleka Mombasa. Sina shughuli huko. Ziara sijui nini lakini dance imenipeleka Mombasa. Dance imenipeleka Tanzania. Hapo mpatana na Mdigo. Dance imenipeleka huko mpatana na yeye. Mpaka Mganda. Sababu tu ya dance. So dance experience ananiambia dance yani dance imenipeleka kila mahali. Yani nime-explore more, nimeenda Mombasa nikaona madada wa Mombasa wana dance, wadada wenye dance, so at least hiyo ni benefit moja kubwa sana nimegain sana. Shukrani sana kwa muda wako na labda wakati mwingine tukipatana tutaendelea kutokea hapa Mwenyezi Mungu atujalie uzima inshallah. Sasa shukrani.